Kwa mfano, ukiingia leo mtaani, ukijaribu kuwauliza watu kwa nini waliacha kusali, kwa nini waliacha kuingia kwenye nyumba za ibada, kuna majibu kadha wa kadha unaweza ukayapata. Na majibu pia utakayoyapata yatazalisha maswali mengine mengi tu. Ukiuliza watu wanaweza akasema tulishindwa kwenda kanisani ama tuliacha kwenda kwenye nyumba za ibada kwa sababu tulitafsiriwa dhambi ni nini, ama hichi ukifanya ni dhambi au hichi usipofanya ni dhambi. Na ile tafsiri ya nini ni dhambi na nini sio dhambi ndio tafsiri inayowakimbiza watu wengi sana makanisani ama kwenye nyumba za ibada kiujumla. Nataka nikupe mfano mmoja. Kuna jambo ambalo linaweza likawa linachanganya sana watu. Kwa mfano, iko jambo la hili, ni tuongelee la pombe ili tuweze kuelewana vizuri. Tafsiri ya pombe ni dhambi ama sio dhambi, hiyo ni tafsiri ambayo imepoteza mamia ya watu makanisani, kwenye nyumba za ibada. Madhehebu yapo yanayokataza na kupinga kabisa unywaji wa pombe na kutafsirika ni dhambi, na yako maandiko kadha wa kadha ambayo wanakuletea mezani wakizungumzia hilo. Ni kweli kabisa kwa namna ambavyo wao wameitafsiri, lakini sasa ugumu unakujaje kwa hawa watu wengine, mfano wa pombe ni dhambi ama sio dhambi? Kwa nini yako madhehebu mengine yanaruhusu watu kunywa pombe? Hili ni jambo ambalo ndilo linalowapoteza watu wengi sana kanisani. Watu hawa wanabaki mtaani wanatafakari, kama Mungu wetu ni mmoja, tunamwabudu huyo, tunamlilia huyo, tunamhitaji huyo, kwa nini kuna wengine amewapendelea, wengine amewanyima haki yao? Na maanisha wengine amewaruhusu wanywe pombe, wengine hajawaruhusu wanywe pombe. Hapo panaleta mkanganyiko. Mkanganyiko unakuja, watu wanashindwa kuweka wazi kwamba kunywa pombe ama kutokunywa pombe ni msimamo wa Mungu au ni msimamo wa kanisa. Kama makanisa yakiweka wazi misimamo hii, tutarudisha kundi kubwa sana la watu kanisani, kwa sababu hili ni jambo ambalo linawapoteza watu wengi sana. Na hiyo ni mijadala ambayo inafanya watu wazidi kuwa mbali na Mungu, kwa sababu mkianza kujadili kunywa pombe ni dhambi ama sio dhambi, hilo ni jambo ambalo linachelewesha sana. Sasa nini ambacho mimi wakati fulani huwa nawaza kifanyike? Tumfundishe mtu namna ya kumjua Mungu. Achana na tabia zake, achana na ulevi wake, achana na uzinzi wake wote, achana na ukibaka wake. Wewe mfundishe kuhusu Mungu, mwambie ukweli kuhusu Mungu. Swala la yeye kuwa kibaka, swala la yeye kuwa mlevi, swala la yeye kuwa mzinzi, Mungu ndo anajua ni namna gani aweze kumbadilisha mtu huyo, na Mungu anajua aina gani ya mtu anamhitaji na awe katika mazingira gani. Hicho ndio kitu pekee ambacho inatakiwa, labda makanisa yakitumia nafasi hiyo yanaweza yakatusaidia kwa kiwango kikubwa sana kuwarudisha watu makanisani. Kinachofilisha sana ni kutokuwa na uwazi na ukweli kwenye nyumba za ibada. Hicho ndio kitu ambacho kinapoteza watu wengi sana makanisani, na ndio maana inatumika nguvu kubwa sana kuwaleta watu makanisani, alafu nguvu inayotumika kuwatoa watu makanisani ni ndogo sana kuliko ile ambayo ilitumika. Kwa hiyo mimi nawaza jambo moja, tuache kujadili kwamba hii ni dhambi ama hii si dhambi. Unaweza tukazungumzia tu kuwa na mke mmoja ama mke zaidi ya mmoja, pia ni jambo ambalo linaleta mkanganyiko sana. Watu wanajiuliza maswali mengi, wanasema wetu ni mmoja, kwa nini wengine amewaruhusu wawe na mwanamke zaidi ya mmoja, wengine amewakataza? Kwa hiyo sasa inatakiwa nyumba za ibada zisimame kueleza ukweli kwamba hii ni mitazamo yetu sisi makanisa, ama ni misimamo ya sisi makanisa, si msimamo wa Mungu, au huu ni msimamo wa Mungu ila sisi nyumba za ibada tunakiuka na tunaenda tofauti na Mungu. Hilo ni jambo la msingi sana.